Mjamaa aliundwa mago aliekelewa. Juu alikuwa tu anadhani huyu mjamaa akiingia hapo basi watamfanyia venye wanataka. Yes, my name is DJ Twins 354. Ilikuwa kitambo, sikumbuki mwaka gani, but ilikuwa kitambo nikiwa mdogo hivi. Hiyo time kwetu kulikuwa kule kubadi. Yaani huwezi tembea usiku, huwezi lala peke yako usiku. Kwa sababu kulikuwa na wale wasee walikuwa wanaitwa, sisi kwetu tulikuwa tunaita magaidi. Walikuwa wanakuja tu, anawekelea kitambaa unamfuata. Kama hujakutana na mtu akushande kakofi, uzunduke, ni hivyo umeenda. Wanaenda wanakutoa madamu, juu walikuwa wanapeleka wapi sijui. So one day wakaenda kuvamia, walienda kama watu 4 hivi, kwenda kuvamia nyumba fulani. Walikuwa unajua walikuwa wanafanya survey kwanza. Walikuwa wanafanya survey zao, wajue venye kunaenda, alafu wajue venye watashika huyo mtu. Yaani walikuwa wanafanya vizuri. So wakaenda wakapata kijana, walifanya survey wakapata kijana alikuwa analala nyumba ya jiko na brother zake wengine na masista na mama yao na juu ni baba yake walikuwa kwa nyumba nyingine walikuwa analala. Sasa huyo kijana alikuwa analala, ni mkubwa, alikuwa analala kwa jiko. Hiyo jiko, yaani jiko ilikuwa imegawanywa kwa room. So alikuwa anaingia hapo analala. So alikuwa anajua hadi mahali, I think kama rafiki yake alimsete ama sijui kulikuwa aje ama walifanya aje wakajua aje. So wakaenda wakachimbua katundu kubwa. So wakachimbua wakatoa tafali hivi, wakaingia, mmoja wao akaingia. So alipoingia kwanza waligonga mlango, huyo mjamaa akasikiza akaona hapa sifungui. Wakasema wacha tuchimbue, wakachimbua, wakatoa hiyo tafali, wakaingia. Alipoingia sasa kwenda kushika huyo mjamaa kumbe naye ni trainee, anajua taekwondo vizuri. Wacha aundo, aliekelewa. Huyo mjamaa aliekelewa ngumi. Hapa uso alikuwa ameiva mangumi kabisa, uso kila mahali alikuwa ameiva. So aligongwa. Au wengine waliposikia huyo akipiga nduru, mwingine akachungulia akaingisha kichwa, aliekelewa kateke karudishwa nyuma. Alipotoka tu hivyo, basi jamaa hao wakakimbia wakaenda. Sasa waliacha huyo mjamaa hapo chini aliekelewa. So yule mzee wa kijiji akaamka asubuhi. Sasa walienda wakaripoti sasa venye aliwapiga, alafu akaita watu wako wakakuja, wakaenda wakaripoti venye ilifika asubuhi, wakaenda wakaripoti. Lakini huyo mjamaa alikuwa mahututi hapo chini. Wakaenda wakaripoti kwa mzee wa kijiji, wakasema kuna mtu alikuwa ametuvamia usiku, alikuwa anataka kuua kijana wetu. So wakakuja. Sisi sasa tulikuwa shule, yaani unajua sasa ni kijiji. Huyo mzee wa kijiji akapiga firimbi, kuna mtu ameshikwa akifanya hivi na hivi na hivi. Sasa ujeni mumuone. Shule kila mahali walikuwa wametoka, watu wamejaa. Jamaa alikuwa hapo chini lakini ameundwa, hata sijui kama juu alikuja akachukuliwa, bado maaskari walikuja wakambeba. Sijui kama alienda akakufa ama alienda akasurvive, sijui mpaka wa leo. Lakini hiyo time yaani kwetu kulikuwa kuna waka moto hivi. Huwezi tembea usiku, huwezi, yaani ikifika saa 11 hivi, mama yako, sister zako kama hujaingia wanawari, wanasema sasa mtu fulani ako wapi? Wanaanza wanaitana wanajiji waende rundu ndio wasitishiwe na mtu yote. Alafu wanaenda kutafuta na tochi, kutafuta kama uko wapi. Hiyo time na wewe ukipatikana mahali huko ile viboko, utaekelewa. Unaekelewa, unaiva kuiva. Yes, that is my story. Nakwambia kila siku hapa ndipo utapata story tamu, story zilizoenda shule, the real story. Yaani ni story ya ukweli, sio uongo ama nini ama fake ama story za jaba. Hapa ndio story kamili utapata. Kwa hivyo ni follow, alafu kesho utapata notification kwamba nimesha upload. Fika kwa YouTube, the real story, alafu mambo inakuwa bia.